Episodi 4 ya Teen Love tunapelekwa mbele kidogo, ambapo tunamuona Temi kaja kwa kina Hexy, akamkuta bi mkubwa hapo nje, wakamsalimia kwa heshima pale, akasema anamtafuta Hexy. Sasa hilo jina mama halijui kabisa. Alivyotoa maelekezo kwamba nywele zake upande mmoja zina rangi, hapo mama akamuuliza, "Aha, unamtafuta Chikwebu ka kijana wangu?" Temi kusikia hivyo akamsalimia tena bana, kumbe ndo mama wa Hexy huyu. Tena akamsalimia kwa bashasha kubwa ile kinoma yani. Ila mama akamuuliza, "Wewe ni nani kwake?" Hii ni Teen Love episodi 4. Tupe nyuma kwanza, maana hapa nimekupeleka mbele ya muda sana. Kabla yoyote nikuombe radhi mtazamaji wangu, maana Teen Love ilisimama kwa muda kidogo kutokana na baadhi ya mambo ambayo yapo nje kabisa ya uwezo wetu. Kama uliisubiri sana mpaka kufikia sehemu ukalaumu na kuchukia kabisa kutufanya chaguo, naomba tena radhi kwa hilo, ila ilikuwa ni sababu ambazo zipo nje kabisa ya uwezo wetu. Lakini pia nikutoe wasiwasi, kutoka leo Teen Love haitochelewa tena, tumeshaweka mambo yote sawa. Hii ina maana Teen Love itakuwa inaruka mara kwa mara. Kama ikichelewa sana basi ni siku 2 au 3 peke yake. Kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza kuiona movie hii, hakikisha tayari umeshaona episodi za nyuma ili kuelewa zaidi wapi tunaenda. Mimi ni yule storyteller wako, ni Claim Swahili. Muhimu kuliko yote, hakikisha pia umesubscribe na kugusa alama ya kengele, maana Teen Love imekuwa ya moto so kidogo yani. Hapa ni nyuma kabisa kabla ya Temi kuja nyumbani kwa kina Hexy. Mara ya mwisho unakumbuka baba alimchomea sana Hexy kwa Temi kwa kuwa pia anampenda. Hapa mchizi anajaribu kutuma ujumbe lakini haziendi kabisa, piga simu hazipatikani. Mara simu inapatikana, kwa haraka akaelewa tu tayari Temi kamtia bloki. Lakini kwa nini kambloku? Anakumbuka mara ya mwisho aliagana vizuri tu, nini kimetokea hapo katikati? Mara Bigi naye akaja pale, akamuuliza, "Mwanangu ulikuwa wapi?" Bigi akajibu alikuwa kitao huko. Akamuuliza, "Una uhakika hujajichanganya kwa babadi? Maana kama ukaja ukalikoroga kwake, jiandae kuchezea kipigo cha mbwa mwizi." Bigi akasema, "Kujichanganya kwa babadi ni wewe mimi. Unajua babadi anavyoniheshimu. Alafu kingine mimi sio wewe bro. Wewe uaga unajitakia matatizo peke yako." Anyway, hapo Hexy alipo kashavuruga ile kinoma yani. Kwa nini Temi amtie bloki? Akaomba ushauri kwa Bigi pia kama anaweza akamsaidia. Na pia akamwomba Bigi kwamba anataka mtume ujumbe kwa yule msichana mwenye wheelchair, yani Temi, apeleke meseji kwa ajili yake. Ukumbuke hapo Bigi katoka kwa babadi na alimpiga onyo kuhusu kujichanganya na afisa wa polisi. Hii ina maana pia ile issue yake na detective wa polisi kaipotezea mazima. Kweli Bigi akafika mpaka alipo Temi. Kumfikia ilikuwa rahisi kutokana na maelezo ya Hexy. Akamuuliza, "Wewe ndo Temi sio? Kwani kuna tatizo? Ninaye ujumbe wako hapa kutoka kwa Hexy." Temi akajibu hataki kusikia chochote kile kutoka kwa Hexy. Kwa hiyo huo ujumbe Bigi alionao atafute pa kuupeleka tu. Bigi naye akamwambia, "Usijisikie sana yaani mimi ni vile na mheshimu Hexy tu, wala nisingejisumbua kabisa kuja hapa." Kwa nyuma kuna mtu akawa anakuja kama anamnyetia Bigi vile. Temi akamwambia, "Sijui umefanya nini, ila yule mtu itakuwa anakutaka wewe. Kwa hiyo ni bora ukimbie kuokoa maisha yako." Bigi kumcheki, aliunga kubwa so kidogo yani. Huyu ni yule detective wa polisi aliyemkamata Bigi mwanzoni kabisa mwa movie. Akamrudia Temi akawauliza, "Mna biashara gani na yule kijana?" Temi akajibu amjui, ndo kwanza wameonana tu hapo. Jamaa akasema, "Kama mjuani mbona umempa ishara akimbie?" Huyu msaidizi wa Temi akamwambia kwamba, "Mzee, hapa tumekuja kupunga hewa safi tu, hatutaki matatizo na mtu yoyote yule." Detective naye akawapa onyo kwamba wale ni moja kati ya vijana hatari sana hapa mtaani, yani ni wanted, wanatafutwa na polisi kila kona. Kwa hiyo kwa ushauri wake anawaomba wakae nao mbali tu. Upande wa Bigi yupo na Mia, mzee anakimbia ile kinoma yani, ila kila siku mwili wake uwaga unamsaliti tu. Wakati yupo hariari kukimbia, nakumbuka miaka michache nyuma kujuana na Hexy. Siku hiyo pia alikuwa anakimbia hivi. Ghafla akampushi Hexy na Babi. Babi akataka kumwanzishia ugomvi pale, ila Hexy akamzuia. Licha ya kuwazuia, ila bado ulikuwa ugomvi mkubwa sana. Bigi na Babi walitaka kuzichapa siku hiyo. Baada ya pale Bigi yeye akaendelea kukimbia. Kwa huruma za Hexy wakatoka pale kumfuata Bigi kujua anakimbia nini. Walipofika, Bigi akaanza kusimulia pale kama kishikaji tu, hawajuani, ila ndio hivyo wameamua kuweka wanaume mbele. Yeye hapo alikuwa anakimbia kutoka kwa anko wake baada ya wazazi wake kufariki. Anadai kwamba anko anataka kumrudisha kijijini, na yeye maisha yuko kijijini hayawezi kabisa, hawezi kubali kwenda kukaa huko, ndio maana akawa anamkimbia mjomba wake. Kwa stori yake ikawa imemgusa sana ndugu Hexy, akampa mkono pale, akawatambulisha, na ndio ikawa mwanzo wa wao kujuana mpaka sasa hivi. Amefika nyumbani wangu mzee, pressure jukwaa juu. Anasema yani leo nimekimbia nusu ya kufa. Hexy akamuuliza, "Lakini ujumbe wangu uliofikisha?" Bigi akamuuliza, "Hivi mzee upo sawa kweli? Unaniuliza ujumbe kwenye hali kama hii?" Mara simu yake ikaita pale, kupokea ni Temi. Hapo akamuuliza, "Mbona umenitia bloki? Message ujibu." Temi akamwambia ana alichobakisha kwake. Huyu aliyemwachia simu kashaniambia kila kitu. Hexy akasema, "Mimi sijamwachia yoyote simu. Nitoe bloki basi nikutumie ujumbe." Muda sana Temi alishaikata simu pale.
Naye akakumbuka mara ya mwisho Babi ndo alishika simu yake, akajua aha, lazima tu itakuwa Babi kashafanya yake. Akachukua simu akamtongia Babi afike nyumbani mida hii. Tena aliongea kwa ukali so poa yani. Kweli baada ya kusubiri kwa muda kidogo Babi akafika. Hex akamuuliza ulimwambia nini Temi? Babi akataka kuleta kama ubishi, akamwambia naomba unijibu. Tena unijibu vizuri kabisa. Ulimwambia nini Temi? Babi akasema sitaki kuongea mengi, ila nimemwambia kae mbali sana na wewe. Tangu umeanza kukaa na huyo msichana, umeanza kusahau mpaka majukumu yako hapa. Umesahau kazi, unataka kujitoa kwa Babadi. Jamaa akasema ni kwa siku 3 pekee hajatokea, kwa kuwa pia anataka kujitoa kwa Babadi. Babi akamwambia siku hizi hata nyumbani unachelewa kurudi kabisa. Ukai kwa kutulia, attention yako kwetu imeondoka kabisa. Hivi unaona hasira aliyokuwa nayo Babi? Hii ni hasira ya uwivu kabisa. Bigi akamwambia washikaji msigombane bana. Msigombane kwa mambo madogo kama haya. Ikawa kama katibu wa ugomvi pale, wakaanza tupiana maneno ya lawama hapo hapo. Mama akaingia, nyie vijana mnataka kupigana tena? Kwanza akawauliza, nyie vijana nimesikia mnaongelea kuhusu kazi. Mnafanya biashara gani ambayo inataka kuwagombanisha hapa? Bonge uwaga kilopolopo huyu akasema mama uwaga tunauza vitu. Hex akadakia uwaga tunauza vitu vya kutafuna. Chukue buka, nyamaza. Kijana wangu, uwaga mnauza nini eti? Babi naye akadakia pale pale kukoleza mada, akasema mama uwaga tunauza gam za kutafuna. Mama akawambia nyie ni marafiki na ni marafiki kwa muda sasa, mpaka mmekuwa kama ndugu tu. Msiruhusu kamwe urafiki wenu ukavunjwa kwa vitu vidogo vidogo kama hivi, na chochote kile kinachokuja mbele yenu hakikisheni akivunje kabisa ukaribu wenu. Hex ndo mwanangu, ila kwa sasa hivi pia nyote nyie mmekuwa kama wanangu sasa. Haijalishi kipi kitatokea, ila hakikisheni hamtotengana. Sijui kama mmenielewa hapo. Washikaji wakaitikia pale. Babi akatoka nje naye ana hasira so poa yani. Mama naye kawa anatoka pale. Jamaa akamkuida Bigi, ulitaka kuropoka nini? Vijana, bado sijatoka mnaanza kupigana. Babi alitoka kuja kukutana na Babadi. Babadi akamuuliza siku hizi wenzako wameanza kunisaliti sio? Babi akajibu yeye hajui lolote lile, yupo kivyake vyake tu. Huyu boya pembeni naye kama kawaida uoga na mdomo, akadakia Babadi vijana wameota, mwisho akajistukia pale. Usiingilie maongezi ya Babadi. Anyway akamuuliza mbona leo upo tofauti sana? Sioni ukitabasamu kama nilivyokuzoea. Babadi unajua sometimes mtaa uturuhusu kabisa kutabasamu. Mwisho bwana mkubwa akaagiza Babi apewe mzigo kwa ajili ya kwenda kusambaza. Na akamwambia katika kila package kuna namba za wateja. Kingine akampa message kupeleka kwa bwana Hex. Amwambia amempa wiki moja tu, hakikisha amerudi kwake au kitu kibaya kitampata. Akamuuliza nimesemaje tena? Umempa wiki moja. Sema kwa kutabasamu bana. Umempa wiki moja. Mwisho kakaondoka pale. Huku Hex leo kapokea tena simu ya Temi, akajaribu kumwelekeza moja kati ya marafiki zake ndiye aliyepokea simu yake wakati amelala, ila yeye hakuwa anajua hilo kabisa yani. Temi akamwelewa na akamwambia sawa, wakapanga na sehemu ya kukutana kabisa. Hapo mchizi akajihisi amani, kashaweka mambo sawa bana, mapenzi yake yataendelea kunyooka. Upande wa huku yupo Tara, ndugu yake na Temi. Kuna mtu alikuwa anamwelekeza afike alipo hapo, na uwezi amini alikuwa anamwelekeza Babi kufika alipo, kumletea package yake madawa ya kulevya. Katika kutizamana pale, kumbe si mara moja wameonana. Siku ya kwanza wameonana, Tara alikuwa supermarket ananunua mazaga. Kuna panya rodi mmoja akawa kamchukulia iPhone yake pale, na Babi aliiona hiyo vizuri. Kwa kuwa ni mwanamke mwenzie, akaamua kumtinga jamaa njia na akamkuida. Mwisho akatoa simu na akairudisha kwa Tara. Hawakupata hata bahati ya kuongea vizuri na kumshukuru na nini, ila leo wamekutana tena. Akamuuliza kwa hiyo kazi yako uwaga ni hii? Babi akajibu anaye kazi nyingi, na hii ni moja kati ya hizo kazi zake. Akatoa mzigo akampa pale. Kabla ya kuondoka, Tara akamzuia. Akamwambia anaonaje kama wakijuana zaidi, aonyeshe shukrani zake kwa jinsi alivyomsaidia wakati uliopita. Babi akajibu haina haja yoyote hayo. Tara akamwambia anataka wajuane tu, especially mtu kama yeye anayetoka huko kitaa. Hii kamkera Babi kidogo. Kwa hiyo anataka kuwa na urafiki na mimi kwa kuwa mimi ni mtoto wa mtaani sio? Akamwambia hapana, anataka wajuane tu. Babi akamwelewa, akaketi chini wakaanza kutambulishana pale. Kwa upande wa pili huku yupo Tesi. Sijui mnamkumbuka, ni yule mchumba wa moja kati ya vijana wa Babadi ambaye jina lake lilikuwa linaitwa AGK. Tesi yupo na huyu jamaa anasema kwamba yeye anampenda sana huyo mshikaji kuliko AGK. Yeye na AGK wamepanga kutoroka nchini kabisa kwenda kuanza maisha huko London, ila yeye atamzunguka AGK aje kutoroka na huyu mshikaji. AGK anaiba hela nyingi kwa Babadi na nyingine anakusanya kutoka kwenye madawa ya kulevya akijua ataondoka na Tesi, lakini Tesi mwenyewe anadai kwamba ataondoka na huyu mshikaji. Huyu mwana akafurahi so kidogo
kidogo yani, akampongeza sana Tesi. Amejua kucheza na akili ya jamaa. Akauliza kama utani, una uhakika hujaanza kumpenda yule mshikaji? Akasema hapana bana, labda sio Tesi yeye anampenda mshikaji hapa na hawezi kabisa kuwa na yule mwana. Kwa upande wa nyumbani huku Temi anatoka kwenda kuonana na Hexi. Muda huo Tara naye akaingia na ameingia na Babi hapo nyumbani. Na ukumbuke kwamba Temi hamjui Babi, ila Babi yeye anamjua Temi vizuri sana. Tara akauliza mtoko wa wapi huu? Akajibu anakwenda kuonana na mmoja kati ya marafiki zake. Akamuuliza aha, kwa hiyo siku hizi unaye marafiki? Kwa hiyo kwa kuwa siwezi kutembea unahisi nakosa marafiki? Akamwambia hayo umesema wewe. Alafu akamtambulisha pale. Temi akamwambia Babi kwamba nilivyokuona nikajua wa kiume kwa nguo ulizovaa. Naye akajibu hapana, yeye ni wa kike, ila hiyo ndo staili yake ya mavazi. Mwisho wao wakaondoka, akabaki Babi na Tara. Yupo anashangaa tu jengo kubwa la kishua kama hili. Akamuuliza huyu ni ndugu yako? Tara akasema ndiyo, je unamjua? Babi akajibu hapana, ila akashamuona mara kadhaa na kijana mmoja wa huko mtaani. Ni bora kae mbali, maana huyo kijana si mtu mzuri kabisa. Yeye pia ni mmoja kati ya wauzaji wa madawa ya kulevya. Katika story pale Tara akawa amejua pia Babi hatumii kabisa hizi dawa za kulevya, na yeye hahusiki kabisa katika utengenezaji wa hizi dawa, bali yeye ni msambazaji tu. Huku Temi akafika mpaka kwa kina Hexi pale mwanzoni kabisa, akamkuta bi mkubwa hapo, wakamsalimia kwa heshima, akasema namtafuta Hexi. Sasa hilo jina la Hexi mama halijui kabisa yani. Alivyotoa maelekezo kwamba nywele zake upande mmoja zina rangi, hapo mama akamuuliza ha, unamtafuta chukua, hebu kaa kijana wangu. Temi kusikia hivyo akamsalimia tena mama, tena akamsalimia kwa bashasha kubwa ile kinoma yani. Mama naye akampokea vizuri, sikashasikia anamuulizia kijana wake, labda inawezekana ikawa ndo mkwe huyu. Ila mama akamuuliza wewe ni nani kwake? Episodi 4 inaishia hapa. Naomba tukutane episodi 5. Haitochukua muda kuruka. Wewe hakikisha tayari umesubscribe channel hii, episodi 5 inapotoka tu uwe wa kwanza kuipata. Navyosema haitochukua muda kuruka na maanisha kesho mapema kabisa itakuwa live hapa kwenye hii channel. Ulikuwa na storyteller wako ni Clay Mswahili. Tukutane episodi 5 wanangu.